Kwa Kristo Yesu wa Nazareti. Pigie Yesu Kristo makofi mazuri. Pigie Yesu Kristo makofi mazuri tena. Haleluya, haleluya. Amen. Apewe sifa Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Namshukuru sana Baba muumba mbingu na nchi. Kristo ni mwema, amenilinda pamoja na nyumba yangu. Najivunia ukuu wake, najivunia jina lake. Ni jina lenye nguvu, jina la mamlaka, jina la amani, jina la hekima na ni jina la uwezo. Asifiwe Yesu. Najivunia hili jina kwa maana mbali limenitoa na hapa nimefika. Hakika mwana wa Adamu ni mwingi wa neema. Kama si Kristo Yesu wa Nazareti, kwa nguvu zangu, kwa uwezo wangu kama mwanadamu singeliweza. Bali ni yeye aliyeniita, aliyenipenda kabla mimi kumjua. Akanijua nikiwa katika tumbo ya mama yangu. Kabla kuzaliwa kwangu alinielewa. Na basi Kristo akaniwekea mkono na akanipa mafuta. Kasema nienende ulimwenguni mote, nikahubiri injili kwa kila kiumbe. Aminie na kupatizwa ataokoka, na asiamini atahukumiwa. Kwa maana ishara hizi zitaandamana na wote waaminio. Asifiwe Yesu. Apewe sifa Kristo Yesu. Apewe sifa Kristo Yesu. Nami nitamtangaza hadharani, dunia mzima iweze kumwelewa, mataifa na ulimwengu uweze kumjua, na ukajue makuu yake, ukajue mema yake, ambaye mwana wa Adamu anazidi kutenda kwa utukufu wa jina lake. Asifiwe Yesu. Nampenda Yesu kuliko lulu na dhahabu. Nampenda Yesu kuliko vyote nilivyo navyo. Nampenda Yesu kuliko uzao wa tumbo langu. Nampenda Yesu kuliko mme wangu. Nampenda Yesu kuliko chochote kile, hata mzazi aliyenibeba. Halinganishwi, hafananishwi, hatoshanishwi na chochote. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alikuwepo, yupo na tena atakuja. Anasema ya kwamba atakayempenda mwana au binti au mume wala mke kumliko yeye, hawezi kamwe kuingia katika ufalme wake. Asifiwe Yesu. Hiyo ni Mathayo 10, soma kuanzia 37 na kuendelea hadi 40. Asifiwe Yesu. Ikiwa utampenda yeyote yule katika dunia hii kumliko mwana wa Adamu aliyemwaga damu kwa ajili yako, wewe haustahili tena katika ufalme wake. Ni yeye mwaminifu na ni mwingi wa neema. Nazidi sana kujivunia jina lake. Ni jina la neema, ni jina la hekima. Asifiwe Yesu. Wapendwa, namshukuru Yesu kwa maana majira na nyakati tulizo ndani, nyakati ni za mwisho. Siku na majira tunayoishi, neno linasema ya kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapungua, upendo wa wengi utapoa. Hakika kwa kweli nyakati na majira tulio ndani, upendo wa wengi unazidi kupoa na upendo wa wengi unazidi kupungua. Anaheri ambaye yeye amesimama wima kwa ajili ya Kristo Yesu, kutangaza jina lake, kutangaza utakatifu wake na utukufu wake, kwa maana ni mwaminifu na ni mwingi wa neema. Kwa sababu mpinga Kristo naye amesimama. Yesu Kristo anasema tutubu dhambi. Yohana Mbatizaji alikuja, alihubiri toba na msamaha, alihubiri toba na utakatifu, na akasema tubuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Sauti ya mtu aliaye nyikani. Asifiwe Yesu. Hilo ndilo jina waliweza kumpa Yohana, kwa maana akasema anawabatiza katika maji, lakini ajaye nyuma yake ana uwezo kuliko yeye, atapatiza watu katika roho na moto. Apewe sifa Yesu. Na Yesu pia alipokuja akasema hakika katika tumbo za wanawake hakuna nabii aliye mkubwa kama Yohana. Asifiwe Yesu. Na Yohana alikuja akahubiri kuhusu toba na msamaha, na akasema watu watubu dhambi, kwa maana ufalme wa mbingu unafanya nini? Unakaribia. Na Yesu naye alipokuja akasema tubuni dhambi zenu. Akasema tubuni dhambi zenu.
ili muweze kuingia katika uzima wa milele. Ishara ya kwamba kilicho najisi, kilicho kichafu, kilicho kiovu, kilicho ambacho chenye moyo mbovu, moyo mwovu, mtu asiyetubu, mtu asiyekamili njia zake, mtu asiyejitakasa na kuwa safi, hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa maana vinajisi na viovu, kwa maana waasi na wachafu hawawezi kamwe kuingia katika uzima wa milele. Ishara ya kwamba ni lazima tuungame dhambi zetu. Osha moyo wako mwanadamu kabla ya ombi lolote. Utasikia mtu anasema nimeomba, nimetafuta na sijaona. Je, moyo wako ni msafi? Umekamili njia zako? Umejitakasa na kujitengeneza? Lazima ujitakase. Uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, uwe baba, uwe mzee wa kike ama wa kiume, lazima uoshe moyo wako. Usipotengeneza moyo wako hakuna uzima wa milele. Kwa maana ni kwa nini Yohana alihubiri kuhusu toba na msamaha? Watu wengi wanashindwa kusamehe wakati wengine wamewakosea. Watu wengi wanashindwa kujitakasa. Utakuta mtu amebebana na mtu ndani ya kifua chake zaidi ya miaka 20. Kama una miaka 60 ama miaka 50, kuna mtu alikukosea ukiwa na miaka 10, 15, 17, 20, bado amebeba yule mtu katika kifua chako. Hakuna uzima wa milele. Asifiwe Yesu. Jambo la kwanza ni toba na msamaha. Yesu akasema nini? Siku moja samehe mtu 7 mara 70. Wanayekuudhi haijalishi wamekufanya nini, wamekutenda mangapi. Wewe utaonyesha mtu kwa nje uko sawa, umekamilika, lakini ndani yako umebebana na watu, umebebana na vifurushi. Hakuna uzima wa milele kwako. Kwa maana katika ufalme wa mbingu hakuwezi kuingia na uchafu. Katika uzima wa milele uwezi. Ndio naona mambo mengi yanafanyika. Ndio naona wengi wamekataa kubadilika. Ndio naona wengi wamekataa kuachilia watu katika vifua. Ndio naona dhambi zinazidi kuongezeka. Ndio naona maasi yanazidi kutendeka. Kwa maana watu wamebebana na wengine katika vifua. Hata huduma unashindwa kupanuka. Watu wanashindwa kusonga. Wahubiri wanashindwa kusonga na kupanuka, kwa maana kuna watu wamebebana nao katika vifua vyao. Asifiwe Yesu. Usipoungama dhambi na kuziacha, hakuna uzima wa milele kwako. Kwa nini Yohana Mbatizaji alikuja akahubiri kuhusu toba na msamaha? Na ukisoma katika Luka 1, hawa walipishana. Luka na Yesu walipishana. Asifiwe Yesu. Kulikuwa na mtu mmoja kwa jina lake Zakaria. Alikuwa kuhani. Kwa zamu yake akiwa anaenda kuhudumu katika sinagogi, alishukiwa na malaika Gabrieli katika Luka 1. Gabrieli alimshukia Zakaria, akamwambia utapata mtoto wa uzeeni. Lakini hakuamini. Na akamwambia kwa sababu hujaamini, hautaongea hadi mtoto atakapozaliwa. Basi hata kutoamini kwamba Yesu Kristo ni mfalme na anaweza, pia hiyo inaweza kukuharibia. Kutojiamini hata wewe mwenyewe ya kwamba ninaweza kuokoka, naweza kusamea, naweza kuachilia mtu, hiyo pia inaweza kukufungia. Asifiwe Yesu. Ukisoma hiyo Luka 1 itakueleza habari zake Yohana Mbatizaji. Aliambiwa atampata mwana, atamuita Yohana. Basi akawa bubu. Kuanzia Luka 1 kuanzia 26. Tena Gabrieli huyo mmoja akaenda tena kwa Mariamu, akamwambia tazama, umebarikiwa kuliko wanawake wote, utakaye mbeba katika tumbo lako ni mtakatifu, jina lake ataitwa Yesu. Uwezo Isaya anatuambia uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Yesu Kristo na Yohana wanapishana miezi 6, wanaachiana.
Asifiwe Yesu. Na wote wanahubiri habari moja. Na neno linatuambia tangu enzi za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu unanyakuliwa na wenye nguvu. Nao wenye nguvu ndio watakao uteka. Ishara ya kwamba vinyonge na vidhaifu haviwezi kamwe kuingia katika uzima wa milele. Waongo na waasi, wazinzi na wafitina hawawezi kamwe kuingia katika uzima wa milele. Wasie kamili njia zao kujitakasa na kukaa watakatifu huwezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbingu. Asifiwe Yesu. Amen. Na kwa sababu ya ugumu wa mioyo, kwa sababu ya kutojisamehe na kusamea wengine, kwa ajili ya kutojiamini wewe, kwa sababu ya kazi uliyetumwa. Wengi walitumwa na wakaitwa, wakatumwa katika dunia, wakahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa sababu hawakujiamini na hawako tayari, wengi wameweka kazi zao mbele, wengi wameweka vitu vyao mbele, wengi wameweka hasira mbele, wengi wamebebana na watu katika vifua. Kwa ajili ya hiyo wameachia adui nafasi, amejiingiza katika ufalme. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo mumeacha pengo, nao wapinga Kristo wameingia, na wameingia patakatifu, wanajaribu kazi ya Kristo na kutingiza ili waweze kuanguka. Asifiwe Yesu. Amen. Tusome kitabu cha Yuda 1. Wengi walijiingiza kwa siri, na waliingia wakipitia wapi? Kwa sababu ya watu waliochaguliwa walisembea. Neno linasema wana wa uasi wamezidi kuwa werevu kuliko wana wa nuru. Kwa sababu gani? Wana wa nuru walipewa nuru, wakashindwa kutembea katika patakatifu. Hata wana wa Israeli walijaliwa neema, wakaikataa ile neema, basi neema ikatwaliwa kwao, wakapewa na watu wengine pia. Hello. Walipewa neema na wakakataa. Walijaliwa mema wakakataa. Walijaliwa utakatifu wakakataa. Walijaliwa uzima wakakataa. Walijaliwa utakatifu na wakakataa. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo, basi naye shetani ni mjanja, akajitengenezea jeshi lake. Kunao watu waliingia kwa ufalme kwa njia ya siri, nao walipoingiza kwa njia ya siri wanasababisha wana wa nuru wapatane na changamoto na wakati mgumu, wakati wa kuomba na wanapomtafuta muumba wao. Wanasababisha wengine kukata tamaa, yamkini hata wengine wanajiingiza wakifanya ni wana wa nuru, kumbe ni wana wa uasi. Wanapinga neno la Mungu, wamesababisha utakatifu kutukanwa, wamesababisha mwana wa Adamu kutukanwa, wamesababisha mwana wa Adamu kutengwa na kuachwa na kuacha kusimama katika pengo, kwa sababu ya waasi ambao walijiingiza katika ufalme kwa njia ya siri. Asifiwe Yesu. Angalia jirani yako asije akasinzia. Ambia jirani, siku ya leo lengo kichwa cha maandiko yetu, watu waliojiingiza kwa siri katika ufalme. Kunao manabii wa uongo walijiingiza kwa siri. Kunao wahubiri wa uongo walijiingiza kwa siri. Kunao watu ambao walikosa kazi wakajiingiza kwa siri, na wamejitwalia faida na wamefaidika, wamefanya patakatifu, wamesababisha mwana wa Adamu kutukanwa. Asifiwe Yesu. Wamesababisha mbingu kutukanwa Kristo Yesu, wanadamu kudharau kazi ya mwana wa Adamu kwa sababu ya waasi waliojiingiza kwa siri. Shetani ashindwe. Kitabu cha Yuda, after hicho ndio tunamfikia Yohana katika Ufunuo. Kitabu cha Yuda kwa wasio wasoevu katika maandiko. Na ni bora ujue kujisomea maandiko, kwa maana majira tulio ndani hakika mpendwa si ya kusita wala kungojea tena usomewe neno kila siku, bali ni bora mwenyewe ukajisomea neno. Kaa ukisoma neno nyumbani. Kitabu cha Yuda,
Jude 1, nafikiri niyo tu moja. Jude 1 tuanzie 4. Asifiwe Yesu. Amen. Jude 1:4, kitabu cha Yuda. Tuanzie Yuda mlango wa kwanza kifungu cha 4. Yuda alijitwalia chake kimoja lakini cha maana sana, akaacha ujumbe ulio mzuri. Sijui wewe utaacha nini nyuma. Sijui wewe wakati wako ukifika utaachia nini wanadamu. Sijui utakumbuka kwa neno gani. Asifiwe Yesu. Heri yeye anakumbukwa na hilo moja na la muhimu sana. Jude 1:4. Lakini ni bora tuanze penyewe ndio tupate kuelewa vizuri. Jude 1:1. Lakini point yetu iko kuanzia mstari wa 4. Basi aliyepata tusome. Yuda 1 kwanza penye inasema Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba, na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Yuda anazungumzia habari ya wale ambao walipendwa, watu waliopendwa, wakaitwa, wakachaguliwa katika ufalme na wakatumwa, wakaachiwa kazi. Asifiwe Yesu. Amen. Ambia jirani yako, mimi napendwa. Napendwa na Baba. Baba anakupenda ndiposa alikutuma. Na je, wewe unampenda? Muulize jirani yako, na wewe unampenda? Hello. 2. Muongezea rehema na amani na upendano. Ndio. 3. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Ndio. Naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonyeshe kwamba muishindanie imani. Alikuwa anaeleza wateule kwa habari ya mambo yote aliyoyaona Jude. Alisema ni bora kuishindania imani. Asifiwe Yesu. Amen. Na akaacha usia, akasema watu waweze kuwa imara na washindanie nini? Imani. Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Waliokabidhiwa watakatifu ngalao mara moja. 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kwa maana kuna watu walijiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Watu waliandikiwa zamani hukumu huu. Makafiri. Wabadilio neema ya Mungu. Wetu kuwa ufisadi. Rudia tena. 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Waliobadili neema ya Mungu. Yani makafiri. Asifiwe Yesu. Makafiri walioibadili neema ya Mungu kuwa business. Makafiri walioibadili neema ya Mungu na kutengeneza kuwa faida kwao. Hawataki kuambia watu kweli. Ndio wanauzia watu vifagio na maji. Asifiwe Yesu. Anakuzia mafuta. Anakuambia, anakuzia nyota. Anasema utaenda mbali. Asifiwe Yesu. Unauziwa maji. Neno linasema katika Yakobo, kukiwa kwenu na mgonjwa ambaye amegonjeka, watume wazee wa kanisa waende wamuombee, na katika kuomba kwa imani wakimpaka mafuta, yule mgonjwa atapata kupona. Asifiwe Yesu. Lakini waliojiingiza kwa siri, wamejiingiza kwa mtindo tofauti. Mungu wetu kuwa ufisadi. Wametengeneza kazi ya Muumba wetu kuwa ufisadi. Nao humkana yeye aliye peke yake Mola. Na wanamkana Muumba wetu aliye yeye wa pekee. Na Bwana wetu Yesu Kristo. 5.
5. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ndio, ya kwamba Bwana akisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, ndio, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Amen. Yesu apewe sifa. Yeyote ambaye hataamini Yesu Kristo kama njia, kama Bwana na Mwokozi, yeye ataangamia. Asifiwe Yesu. Chungana sana hao waasi, hao makafiri. Yesu apewe sifa. Kisoma katika Mathayo 23, Yesu mwenyewe akasema, watu wamekikalia kiti cha Musa. Wamekikalia kiti cha Musa, wamekigeuza na kubadilisha. Anasema wasikie lakini wala msitende kama vile wao wanavyofanya. Makafiri, Masadukayo na Mafarisayo ambao wanaosha vikombe kwa nje. Watu hao walilewa kwa mvinyo wa Babeli. Babeli ni dunia na dhambi ambazo tunakaa ndani. Babeli ni dunia na tamaa zilizoko ndani. Babeli ni ulimwengu na watu wanahubiri sana kuhusu mvinyo na faida. Wao wanahubiri sana kuhusu kufanikiwa na kwenda nje. Wao wanahubiri sana kuhusu kupata nyota na mafanikio. Wala wamo miongoni mwa kuambia watu watubu dhambi, kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Kama Yohana alihubiri akaambia watu tubu dhambi, Yesu mwenyewe akaja anahubiri kuhusu toba na msamaha. Mbona watu wasitubu dhambi? Mtu amevalia miniskirt, yeye anaangalia faida, haangalii kwenda uchi. Wengi watu wanazini na wako madhabahu, anamwambia ubuku appointment, wanakimbia pale na suruali nusu, wamevalia uchi, wanatembea wakiwa uchi, suruali zao ni fupi, wameacha mavazi yao inayostahili wanawake, wamebadili. Halo, Danieli 7:25 neno linasema wamebadili majira na nyakati. Asifiwe Yesu. Danieli 7:25 watu watabadili majira, watabadili nyakati. Yani wanatafuta zile maandiko na ile mistari ambayo itawafeva kufanya maasi yao, kufanya maovu yao. Iweni macho sana na utubu dhambi. Kama walipatikana na mafuta, kama walipatikana na maji ukauziwa fagio funguo, ni sana majira ya kutubu na kumwambia Yesu nisamehe, kwa maana sikujua. Usije ukahukumiwa pamoja nao. Kuja kwa mwana wa Adamu kumekaribia. Kuja kwa simba wa kabila la Yuda kumekaribia. Hakika mwanadamu, tubu dhambi zako. Hakika mwanadamu, achana na maovu. Mwanadamu, achana na tamaa za ulimwengu. Achana na maasi ya ulimwengu. Wengine Jumapili kama leo wamevalia vizuri nadhifu, lakini kuanzia kesho Jumatatu kutana naye utashangaa. Utafikiri jini imefufuka mahali. Utafikiri wamekunywa damu ya ng'ombe. Asifiwe Yesu. Wamepaka midomo imekuwa miekundu hata kuliko nguo. Wamepaka makucha yamekuwa marefu kama ya jini. Utafikiria wamefufuka kuzimu. Na ndio wanasababisha kazi ya Kristo kila siku inayumba ikisita. Tubu dhambi zako mwanadamu. Wengine wamevalia, utakuta skati imefika juu, mapacha yote yako nje, ingine imepasuliwa slit. Akitembea na kuambia niangalie vizuri. Wengine wakimtazama hata nguo suruali ya ndani inaonekana. Anasema nimeokoka, ninaenda mbingu. Mbingu ya nani utakayoingia? Kama utaachana na maovu, kama utaachana na dhambi, hakuna uzima utakayoingia. Ni bora kulilia moyo wako. Hao waliojiingiza kwa siri hawana haja na moyo wako, hawana saa kukuambia tubu dhambi. Ndio unaona wengi wanakimbilia huko.
Utakuta hata wahubiri wenyewe hata wa kike wamevaa longi. Neno linatuambia nini katika Kumbukumbu la Torati 22:5? Na mavazi ya mwanaume mwanamke asivae, na ya kike mwanaume asivae. Basi kwa nini mnavalia? Mbona mnaongeza maandiko yenu? Mbona mnapunguza neno? Yesu alisema nini? Ukipunguza utapunguziwa, na ukiongeza utaongezewa. Wewe tafuta kwa faida yako, lakini hukumu inakuja, jehanamu inakuja. Kuna funza jehanamu inalia kama ndama, nayo imekonda, inangojea chakula. Chakula ni nani? Ni mwanadamu. Chakula ni nani? Ni muasi. Chakula ni nani? Ni Masadukayo. Chakula ni nani? Ni Mafarisayo na waandishi. Chakula ni nani? Ni makafiri wasiyelitaka neno, wasiyetaka ukweli, ambao wamejificha. Unakuta wamevaa miniskirt. Sasa atakalamu ikianguka atainama aje kuchukua. Na wengine wana aibu, hata inama hata ikionekana anakuambia shauri yako. Nani amekuambia waangalie? Tayari ashajipeana. Halafu wewe sasa utaanza kutembea ukijilinganisha na yeye. Vipofu wawili hawawezi kuongozana njia, na mwezi tembea pamoja kulingana na Amosi 3. Mwezi tembea pamoja kama mjapatana. Asifiwe Yesu. Utakuwa mgeni wa nani? Utarembeka katika dunia, utavutia ulimwengu, utapendeza wanadamu, lakini mwili huu ni funza. Unachukua masaa 2-3 ukidanganyana na huu mwili. Hatuacha nionekane, wacha nikae mrembo. Urembo wa nani? Ndio nani akuone? Ndio nani akupende? Kama ni mumeo alikuona hivyo hivyo. Munapaka rangi, munajiweka vitu, ati ndio tafuta kuwa mrembo. Ole wake. Saa yaja Mwana wa Adamu, anasema ni nani atakaye simama nami? Ni nani atakaye kuja patakatifu pangu? Ni nani atakaye songelea patakatifu pangu? Na Yeremia 9 anasema, leiti kichwa changu kingejaa maji, leiti macho yangu yangejaa machozi, niwalilie watu wangu. Wewe utalilia nani? Hello. Kama dhambi zako badilike. Angalia jirani yako asije akasinzia. Tubu dhambi zako. Danieli 7:25. Twende kwa haraka. Na mwingine atafuta Petero wa 2. Danieli, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atalazimu kubadili majira na sheria. Naye atalazimu kubadili majira na sheria. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati. Na nyakati 2.5 wakati. 26. Ndio. Lakini hukumu itawekwa nao. Watamuondolea mamlaka yake. Asifiwe Yesu. Atabadili nini? Atabadili nini? Majira na sheria. Asifiwe Yesu. Watatengeneza sheria yao. Saa hizi tembea utafute mahali pa kuweka crusade, hakuna. Asifiwe Yesu. Hakuna pa kuweka nini? Hakuna. Petero wa 2. Asifiwe Yesu. Sheria zimebadilishwa. Tayari majira yamebadilika. Hata wafalme wa dunia hawataki Mungu wa ukweli. Tayari wamekamatwa. Nao pia wamekamata wanadamu. Wanapinga neno la Mungu la kweli lisihubiriwe. Yaani mpinga Kristo alibadili majira, akitafuta jinsi
atakavyofanya kazi yake. Asifiwe Yesu. Angalia jirani yako karibu na mlango. Kijana, utatoka na hiyo mbao tu, kitoka na hivyo hivyo. Endelea kusinzia. Saa ya neno mnasinzia. Lakini ingekuwa ni udaku na vitina, unateka sikio mpaka jirani ajue kweli unaipokea vizuri. Asifiwe Yesu. Na hakikisha una rekodi hata na simu. Lakini saa hii kurekodi neno ili uweze kujikumbusha, huna muda. Asifiwe Yesu. Mpinga Kristo atabadili majira na nini? Na nyakati. Ajitengenezee jinsi atakavyofanya kazi yake. Ni nani atakayeokoa mwanadamu? Kama mwanadamu mwenyewe hawezi kumtafuta muumba wako ili aweze kukaa pamoja nawe na kukusaidia, ni nani atakaye kusaidia? Asifiwe Yesu. Nani atakaye kusaidia mwanadamu? Tembea katika njia za Kristo Yesu. Yeye peke yake atakurehemu na kukuokoa. Yeye ni mwaminifu na ni mwingi wa neema. Mpinga Kristo tayari ashabadili majira. Hashatengeneza mipango yake. Hashatengeneza mambo yake. Hapo mwanzo ungekuta viwanja vingi, watu wanahubiri, watu wanasoma neno, hata njiani maombezi, sehemu za maombi zilikuwa pengi sana pakubwa. Lakini saa hii tembea, enda Ngong kuna jengwa, Rescos kuna jengwa, Uhuru Park hakuna sasa kuweka pale crusade. Asifiwe Yesu. Wanajenga vitu vya faida yao. Watabadili majira na nyakati kuhakikisha neno la Mungu halipati nafasi. Watabadilisha, watajiwekea sheria zao, na wanaungana na wakuu na wafalme wa dunia hii kuhakikisha ya kwamba neno la Mungu halipati nafasi ya kuhubiriwa jinsi linavyopaswa. Asifiwe Yesu. Ole wako wewe kama utasinzia. Ole wao Masadukayo na Mafarisayo. Ole wao naye lipinga neno la Mungu. Ole wao waliyejingiza kwa siri. Kwa maana wewe uliyeitwa ulikataa mwito, ukakaa ukatulia. Basi asiyechaguliwa akaingia kwa mlango wa nyuma, na akaingia kwa siri, na anafanya kazi kwa siri, na ameanza kubadili majira. Kwa maana wewe ulimwachia nafasi. Hauna saa ya kusoma neno, hauna saa ya kuhubiria wengine, hauna saa ya kuleta faida kwa Kristo Yesu. Unatafutana na vitu vya ulimwengu. Asifiwe Yesu. Unatafutana na tamaa za dunia hii. Unatafutana na vitina na mambo ambayo itakufaidi, lakini mambo ya uzima hauko tayari nayo. Ni nani atakaye kusaidia? Halo? Ni nani atakaye kuokoa? Ni nani? Ni nani atakaye kusaidia? Simama katika pengo. Tusome Luka 16:16. Ni nani atakaye kusaidia? Ni nani atakaye simama? 16 nasema, ndio, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Tangu nini? Tangu nini? Torati na manabii. Tangu Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Asifiwe Yesu. Tangu Torati na manabii. Petro wa pili 2:1. Petro wa pili 2:1. Asifiwe Yesu. Tangu Torati. Chunga
Petero wa pili 2 mstari wa kwanza. Manabii wa uongo katika wale watu. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakapokuwako walimu wa uongo. Kama vile kwenu kutakapokuwa walimu wa uongo. Watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Wataingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Wakimkana hata Bwana aliyewanunua. Wakimkana Kristo Yesu aliyewanunua kwa damu ya bei ghali. Wakijiletea uharibifu usiokawia. Wakijiletea uharibifu usiokawia. Hello. Yes. Wataingia kwa nini? Kwa siri. Ndio. Wataingiza vitu vyao. Wakimkana hata Kristo Yesu aliyewanunua. Yani watu wanajiingiza katika ufalme kwa njia ya siri. Watu hao wanazidi kugeuza wengi mioyo. Wanazidi kubadilisha wengi. Ndugu zangu, dada zangu, wewe kaa katika imani. Hakika majira tulio ndani, hakika sana nyakati tulizo ndani. Haujui saa wala dakika atakapokuja Bwana. Haujui saa wala majira ya kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa maana tayari waasi washajiingiza kwa siri. Wameingiza vitu vyao kwa siri na hata kumkana Kristo Yesu hadharani. Na wanakuja na jina la Yesu na mbali si wake. Asifiwe Yesu. Amen. Kuna mabari Yesu, kuna mayesu. Asifiwe Yesu. Amina. Wamejiingiza kwa nini? Kwa siri. Kwa siri. Mathayo 22:11-14. 2:11 nasema, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. 12. Akamwambia, Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Uliingiaje humu nawe huna vazi? Naye akateketwa. 13. Ndio. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu. Mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Asifiwe Yesu. Hawaasi watafikiriwa sana, majira inakuja. Hata wakati huo, kuna wakati wa garamu ya harusi, bado kuna mtu alijiingiza kwa mlango wa siri. Akaingia katika garamu, asiyealikwa, lakini akajialika mwenyewe. Asifiwe Yesu. Apewe sifa Yesu. Lakini neno linasema siku itakapofika, wewe bwana harusi, wakati atakuja watajulikana. Kama huyu alipojulikana, alichukuliwa na watumishi, akafungwa mikono na miguu, akatupwa katika shimo la giza ili asione. Asifiwe Yesu. Ni nani atakayeharibu kazi ya mwana wa Adamu? Ni nani anakayesema kwamba hakuna Yesu, wala hakuna kiama, wala hakuna ukweli? Ukweli upo, unahubiriwa, lakini waliojiingiza kwa siri wanaharibu kazi ya Mungu. Sana majira inakuja, watafungwa mikono na miguu, watatupwa katika giza totoro, na huko ni jehanamu. Asifiwe Yesu. Apewe sifa mwana wa Adamu. Watatupwa wote. Mathayo 11:12. 12. Mathayo 11:12 nasema, Ndio. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbingu upatikana kwa nguvu. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbingu
Upatikana nguvu. Upatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu watauteka. Nao wenye nguvu watauteka. 13. Ndio. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri hadi wakati wa Yohana. Asifiwe Yesu. Hata wakina Isaya walitabiri. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Na wewe tengeneza njia yako. Wewe tengeneza mapito yako, ili hao waliojiingiza kwa siri wasipate nafasi upande wako. Hao waliojiingiza kwa siri wasije wakakutoa katika njia. Waliojiingiza kwa siri wasije wakang'oa kile ulichowekewa na Bwana. Asifiwe Yesu. Wasije wakakuondolea kile ulichopewa. Wasije wakaitoa taji yako. Asifiwe Yesu. Kesheni mkiomba, kwa maana hujui saa wala majira atakapokuja bwana harusi. Kesheni mkiomba, wala usiwe miongoni mwao wasitao, usiwe miongoni mwao wanaoyumba, usiwe miongoni mwao wanayesema kwamba hakuna Yesu, wanayesema kwamba hakuna kiama. Wengine wanasema hakuna mangojeo. Wanauliza, wanasema kama kuna mangojeo, mbona Lazaro na tajiri wanaonana? Hao ndio walijiingiza kwa mlango wa siri. Wamekuja kupinga neno la Mungu, wanatukana hata patakatifu pa Mungu. Hao ndio Mafarisayo, hao ndio makafiri ambao wanaikana imani. Na tangu enzi za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu unanyakuliwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio watauteka. Ole wako wewe kama utasita. Ole wako wewe kama utayumba. Ole wako wewe kama utakaa ukingojea mpinga Kristo atakupanga. Asifiwe Yesu. Soma neno la Mungu litakuweka huru. Kaa katika imani ya kweli itakusaidia. Tunamaliza. Asifiwe Yesu. Tunamalizia Mathayo 13:29-30. Mathayo 13:29 nasema, akasema la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. 30. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, miyafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Amina. Asifiwe Yesu. 29 irudie peke yake taratibu sana. 29 akasema, huyu ni Yesu akasema, la msije mkakusanya magugu, na kuzing'oa ngano pamoja. Asifiwe Yesu. Inasema nini? Msije mkakusanya magugu mkang'oa ngano pamoja nayo. Asifiwe Yesu. Hili ni jibu kwa yule ambaye anajiuliza ilikuwaje, mbona nini, ama kama unajua huyu yuko hivi ama vile, mbona ukaruhusu, mbona ukafanya. Yesu alisema nini? Acheni magugu na ngano pamoja, ili msije mkang'oa na ngano pia. Zote ziwekwe pamoja. 30. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Viacheni vyote vikue hadi wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno ndio nitawaambia wavunao. Wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza
kwanza magugu. Yakusanyeni kwanza magugu. Muyafunge matita matita. Muyafunge matita matita. Mukayachome. Mukayachome. Bali ngano ikusanyeni. Bali ngano ikusanyeni. Galani mwangu. Galani mwangu. Nani huyo? Asifiwe Yesu. Nani huyo? Alisema nini? Acheni magugu na ngano zikae pamoja, msije mkang'oa ngano pamoja. Hao waliojiingiza kwa siri, hata roho anafichua ni huyu, lakini unamwangalia ukimpa muda na majira ya kutubu, ili asije akang'oka na ngano pia, asije akasababisha ngano zikakosa nafasi, asije akasababisha ngano zikakosa kukua. Asifiwe Yesu. Iweni werevu sana, hata mkiwa ndani ya sinagogi kama hili, hujui jirani yako ni nani, lakini anayejua ni nani? Yesu peke yake. Jiamini wewe, muamini mwana wa Adamu. Asifiwe Yesu. Jielewe wewe, muelewe mwana wa Adamu. Kwa maana anasema acheni ngano na magugu zikae pamoja, siku itakapofika vitakusanywa, ngano galani, magugu itaondolewa, itateketezwa. Hello. Apewe sifa Yesu. Ni nani atakaye simama patakatifu? Ni nani atakaye sababisha ngano isipate mchanga mzuri? Ni nani atakaye sababisha ngano ikose rutuba? Ni nani atasababisha ngano kuharibika kabla ya muda wake? Na ni nani ngano na ni nani magugu? Atakayeamua ni mwana wa Adamu. Hiyo siku ya kiyama wakati inakuja, wakati tarumbeta na baragumu vitapigwa, wakati mwana wa Adamu atashuka mawinguni, wale wafu waliokufa katika Kristo, makaburi itawaachilia. Nyumba yako kama ilikuwa imebeba wateule, itabidi waachilie wafufuke. Asifiwe Yesu. Itabidi waachilie wafufuke. Asifiwe Yesu. Kama nyumba yako chini kuna makaburi ya watakatifu, itabidi, lakini wako katika mangojeo ya wema. Asifiwe Yesu. Wamekaa katika mangojeo ya wema, wanangojea. Yohana akasema katika Ufunuo, kisha nikaona vichwa vyao walioipigania imani wakiwa wamekaa patakatifu katika kiti cha enzi, wakama wamemzunguka mwana kondoo wa Mungu. Sijui wewe utakuwa wapi wakati mwana wa Adamu atakuja. Sijui wewe utaenda wapi. Sijui kama utakusanywa galani, ama wewe ni mmoja ambaye utang'olewa ukuswekwa kama magugu, utakayeteketezwa moto wa jehanamu. Ukisoma Mathayo 7:13, njia ni mbili, moja ni pana, ambao wengi wanapita huko, watakaoingia katika hukumu, nayo iliyo nyembamba, watakaoingia ni wachache, ambao wataingia katika uzima. Asifiwe Yesu. Ni wachache wataingia katika uzima, ni wachache wanapita huko. Omba ndugu yangu, lilia moyo wako dada, lilia moyo wako mpendwa. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hadi sasa, ufalme wa mbingu unanyakuliwa na wenye nguvu. Usiangalie dunia jinsi inayumba. Wacha kuangalia ulimwengu, wacha kuangalia wanadamu, wacha kuangalia ndugu yako. Wewe mume usiangalie mke, naye mke usiangalie mume, wala mtoto usiangalie mzazi. Lilia moyo wako. Huenda mmoja kati yenu ni magugu na mwingine ni ngano, na wewe unamwangalia unasema mbona huyu anafanya hii, hata mimi pia nifanye. Huwezi chukua mwana na mchakazi ukaweka pamoja. Asifiwe Yesu. Mchakazi ana sehemu yake, mwana pia ana sehemu yake. Apewe sifa Yesu. Saa inakuja
Mwana wa Adamu yuaja mawinguni. Saa inakuja, simba wa kabila la Yuda yuaja. Saa inakuja, Mwana wa Adamu yuaja. Anakuja kuchukua walio wake. Yesu Kristo alikuwepo, yupo na tena atakuja. Akamwambia Musa, ambia watu wangu ya kwamba mimi Muumba wao niko. Hata wao namtangaza hadharani. Mwana wa Adamu yuaja. Haijulikani saa wala dakika, hata mwenyewe hajui, wala malaika wajui, ila Baba peke yake. Nani atakaye simama kwa pengo? Ungama dhambi zako mwanadamu, ili waliojiingiza kwa siri katika ufalme wasikalie kiti chako. Ungama dhambi zako, herufi yako inapatikana mbingu. Je, utaingia katika uzima? Na kama utaingia katika uzima, unafanya nini katika njia zako? Kama ulikuwa umeacha njia, rudi kwa njia sasa. Kama ulikuwa muongo, achana na uongo, kamilika. Kama ulikuwa mvitina, achana na vitina, kamilika. Tubu dhambi zako kwa maana Bwana yuaja. Kama wewe ni mwizi, achana na wizi sasa. Tubu dhambi zako, Bwana yuaja. Wewe uliye kahaba, achana na ukahaba sasa. Tubu dhambi zako, Mwana wa Adamu yuaja. Yesu Kristo atakuja kama mwivi. Anatafuta watu waliokabili njia zao. Anatafuta watu atakayemlaki. Ni nani atakayemlaki Bwana? Ni nani atakayekaa na Mwana wa Adamu? Ni nani atakayekaa patakatifu? Osha moyo wako mama, osha moyo wako mzee, osha moyo wako kijana, osha moyo wako baba. Mwana wa Adamu yuaja. Halo, yuaja Mwana wa Adamu, yuaja Mwana wa Adamu. Inuka kwa miguu yako, mwambie Bwana niko hapa. Osha kikombe chako,